Habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji. Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema na kibali kuweza kufanya kipindi hiki. Lengo na madhumuni ya kipindi hiki si vinginevyo, ni kuhusu masuala ya afya. Tunataka kuzungumzia masuala ya afya, maana ni kitu kimoja ambacho ni mgogoro mkubwa zaidi kwenye dunia hii. Afya ndicho msingi ambao watu wanaweza kuwa hai. Unapata afya, unaweza utafuta hela, unaweza kupata afya ili ufanye vingine vingi, na bila kuwa na afya ndoto zako zote zinakatikia kuanzia hapo. Sasa leo tunaye daktari wetu ataenda kujitambulisha hapa kwa majina lake, lakini mimi kwa jina naitwa Kelvin Jonathan. Sasa niko na mtumishi hapa mbele yangu, tafadhali jitambulisha kwa majina yako. Naitwa Aaron Karugaba, ni mtu ambaye ninadili na mambo ya matibabu na afya, lakini katika Kristo. Amina sana. Karibu bwana daktari Aaron Karugaba. Nadhani wengi watakuwa nakufahamu kama ni mwana matengenezo mwenzetu, na pia wengi wanakufahamu kama daktari. Sasa leo nataka tujadili ugonjwa wa kisukari. Kwanza, huu ugonjwa ni ugonjwa wa aina gani mtumishi? Asante sana. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao mwili kupitia kongosho unashindwa kuratibu ama kuchakata mpangilio mzuri wa sukari katika damu. Kazi ya kongosho ni kuzalisha insulin, ambapo insulin inasaidia kuondoa sukari ya ziada kwenye damu na kuitunza mahali pake kwenye mwili. Sukari kwenye mwili inatunzwa kwenye misuli, maana yake hizi nyama, lakini pia inatunzwa chini ya moyo na chini ya ini, lakini utunzaji wake ni kwamba inabadilishwa na kutengenezwa kana kwamba ni mafuta. Inakuwa ni mafuta ambayo inaitwa ni glycogen. Kwa hiyo pale mwili unaposhindwa kudhibiti uratibu wa hii sukari, ndipo unatokea ugonjwa ambao unaitwa kisukari. Ndio. Kumbe sukari inatakiwa mwilini, ila kule kuzidi. Ndio maana sukari inatakiwa na ni muhimu sana mwilini, kwa sababu kupitia sukari ndipo mwili unapata nguvu. Ikiwa ni kuona, unahitaji nguvu. Kutamka hivi tunavyozungumza tunatumia nguvu, lakini kutembea unahitaji nguvu. Na nadhani unaweza ukawa ni shahidi ya kwamba wakati ambapo umekosa chakula, hata mwili kuona unakuwa unashindwa kuona vizuri. Kwa hiyo hii nguvu inatokana na uwepo wa glucose, ambao ndio sukari katika uchakataji wake wa hali ya mwisho. Maana sukari ikichakatwa, kinachozalishwa ambacho ndicho kinaenda kutumiwa na mwili kinaitwa glucose. Okay, sasa kuna kitu waga mtumishi nataka uniweke sawa. Watu wakizungumzia magonjwa ya sukari, kwanza usishangae siku mtu unapo mgonjwa wa sukari akaulizwa kabila gani, au anapata kisukari akaulizwa kwani alikuwa anafanya kazi aina gani, au akapata kisukari akaulizwa kwani unapenda vyakula vya aina gani. Maana yake kwanza wanaangalia huenda kabila, au huenda yule mtu ametokea mkoa fulani ambao huenda amelisi kisukari, au yule mtu kazi anayoifanya haimpi muda mazoezi kwa vya mwili wake umeendekezeka, au yule mtu kuna aina ya vyakula vinavyovipenda vimsababisha kisukari. Sasa nataka nijue hizi sukari zipo za aina ngapi hasa, na aina gani ambayo ni mbaya zaidi mpaka nitaji na aina ambayo ni angalau iko sawa. Asante. Sukari zipo za aina 3. Sukari ya aina ya kwanza ni ile ambayo akina mama wanapata wakati wakiwa wajawazito. Na hii mtu anaipata kwa sababu ya matokeo ya mwili wake kushindwa kubalance hormone, wanaita hormonal imbalance kitaalamu. Na hii matokeo ya kushindwa kubalance hormone inatokana na vitu mbalimbali, ila kiujumla tunaweza tukasema ni mabadiliko katika lifestyle, kwamba mara nyingi tumeona akina mama hata ulaji wao umebadilika, matumizi ya kemikali kwa wingi kama vipodozi na vitu mbalimbali, ikiwemo matumizi ya njia za kisasa za uzazi wa mpango. Hivi vyote ni matokeo ya kutobalance kwa hormone. Sasa hormone ambayo ina control ama ina ratibu, inachakata glucose isiwe ya ziada kwenye damu, endapo isipokuwa katika balance yake, ndio inaleta kisukari cha ujauzito.
japo hichi kinakuwa hakina muda mrefu, kinatokea wakati wa ujauzito na kinaweza ikapotea kwa sababu homoni zina tabia ya kutokubalance na baadaye zikabalance. Ndio. Kwa hiyo hii kutokana na kipindi, yani kama hiki ni kisukari cha msimu, si ndio maana yake? Na kisukari kingine? Kisukari kingine ni aina ya pili ambayo inaitwa ni type 2 diabetes, ambayo inaitwa ni diabetes mellitus. Hii mellitus inatokana na neno sweet, yani kwamba kwenye damu hatuwezi kusema uonje kwa mdomo, lakini inakuwa na utamu. Utamu ni matokeo ya kuwepo na sukari kwenye damu. Kwa hiyo insulin inashindwa kuratibu hiyo glucose na inapelekea glucose kuwa nyingi kwenye damu, hivyo ile damu na inavyozunguka, na matokeo yake tutaiona wakati mtu anaenda haja ndogo, kwamba unakuta ila haja ndogo na damu ikipimwa ni tamu. Yani inashinda kujifanya kazi sehemu muhimu kiasi kwamba inaenda sehemu ambazo si husika na inazidi kabisa, kama vile mtu aliyetia chumvi basi yule aliyetia sukari kwenye chai na kadhalika. Na hapo ila kuongezea ni kwamba ndio maana mara nyingi utakuta mtu mwenye sukari ya namna hii utakuta sehemu kama vidole na joints zinakuwa na shida. Mtu wa kisukari ya aina hii utakuta mara ndo anakatwa kidole, sababu hii ndo kisukari ambayo imewagusa watu wengi. Inakuwa kama aina ya kansa fulani. Ni aina ya kansa. Kwa hiyo mtu unakuta ikiwa nyingi kwenye damu, nadhani tunajua mvua ikinyesha, sehemu ambazo zina mabonde utakuta mchanga umetuama. Vile vile damu ikiwa inasafiri, ikiwa na sukari nyingi, sehemu zenye joint inafanya nini? Inatuama. Kwa hiyo kutuama kwake inakuwa inakula joint. Wale ambao wamefanya kazi kwenye viwanda vya sukari, sukari inakula sana chuma. Sasa iweje kwenye mwili? Inakula joint. Ndio maana utaona wengi anakatwa kidole endapo asipoidhibiti. Okay. Kwa hiyo ni aina mbili au kuna aina nyingine? Kuna aina nyingine. Ni tatu ina maana? Hii nyingine ni gani? Hii nyingine inaitwa diabetes insipidus, ambao kiujumla tunaweza tukaita ni autoimmune, kwamba ile mfumo wetu wa kinga kwa sababu mfumo wa kinga kazi yake ni kuweza kukamata vile vitu vibaya na kuviondoa kwenye mwili. Kwa hiyo unakuta unafanya utendaji kazi wake, ila katika kimakosa, na unaenda kula zile seli zinazozalisha nini? Insulin. Kwa hiyo insulin inapungua. In short, type 2 na type 1 ni kama zinafanana, lakini hii moja ni autoimmune, kwamba immune system, mfumo wetu wa kinga unakula, yani unavamia zile seli. Ndio mfano ambao unaotolea kwamba mlinzi wako anakuvamia. Yule ambaye ilibidi akulinde anakuvamia. Kumbe insulin inakuwa inatulinda. Inatulinda katika kuchakata, kuratibu glucose isiwe nyingi ikatuathiri. Kwa sasa inazalishwa na hizo cells ambazo ndizo zinakuja kudhuriwa na hiyo tulioita autoimmune. Kwa hiyo kumbe inabadilisha mfumo wa ndani. Hii ya ugonjwa wa kisukari huwa aina 3. Ina maana mpaka inafika hatua inaweza kaa kama ni ugonjwa wa ini, ina maana kile kinacholinda kina athiri. Sasa kikiathirika kinakugeukia. Sorry, hapo nimetumia ini, ila ni kongosho ndo ina cells hizo, naitwa islets of Langerhans. Ni cells ambazo zinahusika na kuzalisha insulin. Okay, sasa kwa mtu ambaye anatusikiliza leo akitaka ajue kwamba ana ugonjwa wa kisukari, una dalili ngapi? Na je, unaweza kuzitaja zote ili azijue katika hizi? Tukiachana aina ya kisukari, katika zote sasa hizo aina za kisukari, dalili zote tutajie ili tuwe na mtu ambaye anasikiliza ajue kama anacho au hana, au kwa namna moja au nyingine inabidi angalie afya yake ikoje. Kwanza nisisitize, kisukari ni kisukari. Kwa mtu mwenye kisukari hizi dalili zitaonekana. Kwa hiyo zote zina dalili moja. Zina dalili moja, japo utofauti unaweza kuonekana ila ni mdogo sana, ila kuna dalili ambazo ukiwa na kisukari lazima uwe nazo. Dalili ya kwanza ni kukojoa mara kwa mara. Lakini kwenye kukojoa mara kwa mara, mkojo unakuwa ni kama unakwangua ile sehemu ya kutolea mkojo. Naomba niweke staha nisitaje. Lakini kitu kingine ni kiu ya kupitiliza. Mtu anakuwa na kiu kali afu mara kwa mara, na haya ni matokeo ya figo kutumia maji mengi kwa ajili ya kuondoa hii glucose ambayo imezidi kwenye damu. Kwa hiyo unakuta maji badala ya kutumika sehemu nyingine yanatumika kutolea
mkojo, sababu mwili una tabia ya, kuna kitu kwenye mwili kinaitwa homeostasis, kwamba endapo kuna kitu hakipo sawa mwili kunashughulikiwa ili mwili urudi kwenye usawa wake. Sasa kwenye kufanya hivyo, ili kushughulikia hii sukari, maji yote yanatolewa sehemu yoyote yalipo kwenye mwili ili aondoe hii sukari. Dalili nyingine ni mtu kuanza kuona ukungu, yani ukungu kwenye macho. Haoni vizuri, kama anaangalia vitu anaviona kana kwamba amefumba macho, yani kana kwamba haoni vizuri, inaitwa blurred vision. Lakini kitu kingine, huyu mtu atakuwa na uchovu wa mara kwa mara, hajafanya kazi lakini amechoka. Na dalili nyingine ni mtu kuwa na hali ambao mwili unajisikia vibaya, ile weakness, general body weakness, yani muda wote unajisikia vibaya, yani kama ni uchovu. Yani kuna uchovu na mwili kujisikia vibaya, yani kuna ile kuchoka lakini mwili ile wanasema mwili uelewi. Ni general body, yani kiwalisia ni kama ule unapotoka kwa mka au ni kama upi? Yani kuna ile hali ambao uelewi kama ni uchovu, lakini pia uelewi kama ni maumivu, yani kuna hivi kama unawashwa, kama una uchovu. Kwa hiyo ipo katika namna hiyo. Dalili nyingine unaona hizo? Dalili nyingine, japo nimetaja hizo kuu ambazo ni zinazo thibitisha kwamba huyu mtu ana kisukari, ila dalili nyingine ni kwamba mwili unaanza kuumwaumwa. Kwa hiyo utashangaa umevuta hewa ambayo kwa kawaida ulikuwa unaivuta, lakini umeivuta muda huo kwa sababu una kisukari unaumwa. Kwa hiyo kwa sababu kinga ya mwili inashuka sana mtu anapokuwa na kisukari. Okay, sasa mimi nataka nijue kitu kimoja. Kuna dalili nyingine ambayo mimi ndo nilikuwa nayo kichwani ni kwamba hivi mgonjwa wa kisukari huwa vidonda vyake vinachelewa kupona. Naomba uniambie ni kwa ajili ya nini? Na huenda pia hata nasikia ukianza ukimbonyeza hivi ngozi na bonyea inachelewa kurudi. Je, ni kweli hayo? Na hiyo tena ni dalili nayo au inakuwa ni hali mbaya zaidi? Nikisoma kitabu cha Walawi 17:11 kinaniambia kwamba uhai upo katika damu. Hii damu Mungu alivyoiumba ni damu ambayo inabidi iwe katika pH ya kuanzia 7 na kuendelea, lakini isivuke kupita. pH ya kuanzia 7 ina maana gani? pH ya kuanzia 7 maana yake ni pH ambapo ni neutral, yani ipo, sio acid sio base, si ndio hivyo? Yani siwe nzito wala siwe nyepesi sana. Anamaanisha kuna kwenye pH tunaangalia, je, hichi kitu kipo kwenye hali ya uasidi? Kama kisipokuwa kwenye asidi wala ile base, mtaelezea. Kama kisipokuwa kwenye hali ya asidi au base, tunasema kipo katikati, neutral. Kwa mfano maji tunayokunywa yale ni neutral, hayana asidi wala hayana hali ya uasidi wala base. Sasa nikichukua glucose nikaipima, yenyewe inakuwa kwenye asidi. Na mwili wetu ambavyo umeumbwa, damu isiwe na nini? Na asidi. Kwa hiyo kukiwa na asidi, hata magonjwa yanakuwa ni mengi kwenye mwili. Na moja ya kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana mwili kufanya kazi, ama kinga ya mwili kufanya kazi, ni wakati mwili unapokuwa kwenye mazingira nini? Ya asidi. Kwa hiyo matokeo ya kuwa na glucose nyingi kwenye damu, damu inakuwa iko katika hali ya nini? Ya uasidi. Kwa sasa hata zile kinga ambazo ilibidi zipelekwe kuponya kile kidonda zinapata changamoto kwa sababu damu ipo katika hali ya asidi. Ndio. Basi hapo nimeelewa, na asante sana kwa kunielewesha hapo mwalimu. Sasa nitaka kujua pia sasa, endapo mtu amejua amepata hizi dalili, jambo lipi la kwanza inabidi alichukulia hatua kwanza kabla ya kuanza matibabu ya kiasili? Jambo lipi kwanza inabidi alianza kulifuata kwanza? Lifestyle yake, maana ile ugonjwa ukiniangalia mambo mengi ni kwa ajili ya lifestyle hapo na kadhalika. Inabidi sasa aanze kufanya nini kwanza kabla kujitibia? Lifestyle yake iwe vipi? Kwanza kabisa, kuna usemi unasema kinga ni bora kuliko tiba. Sababu kubwa ya kisukari ni matumizi ya vitu vyenye glucose, lakini ya vyakula ambavyo wanaita ni refined food, vya kukobolewa, naenda moja kwa moja. Ndio. Kwa hiyo
au tunaita refined sugar. Kuna vyakula ambavyo vinakobolewa, lakini pia kuna sukari ambayo imepitia mchakato ambapo labda niende ndani zaidi kwamba sukari nzuri ni ile ambayo imeingizwa kwenye mwili ikiwa na fibers. Fibers kivipi yani? Fibers ni nyuzi tumezoea kuziita nyuzi, lakini kuna nyuzi za aina mbili. Kuna zile ambazo ni soluble, zile ambazo zipo katika hali zimeambatana kama kimiminika. Kwa mfano sukari, huwa tunajua kuna sukari nyeupe na sukari ya brown. Hii sukari ya brown ni kwamba ina fibers lakini ambazo ni kama kimiminika, ndio inatia ule brown. Sasa leo kumekuwa na hali ya nadhani ni kutokufahamu, watu wanapenda sukari nyeupe kuliko ya brown. Kumbe sukari ya brown inamuofa mtumiaji fibers, japo sio guarantee kwamba mimi nakushauri utumie sukari ya brown. Mimi nakushauri kama ni mua, kula mua wenyewe, ndipo utapata sukari na pakeji zake za kutosha na faida zake. Kwa mfano kupitia mua, labda niende kidogo nje ya mada, mtu akiwa na matumizi mazuri ya mua, kama ana shida yote ya figo inapona. Kumbe, maana hapa nataka nikuulize huko mbele, kama mtu anakula miwa sana inakuaje? Kama mtu anakula miwa, lakini kila kitu kiwe na kiasi. Ila kama mtu anakuwa anakula mua katika namna, kwa sababu unavyokuwa unakula hauli moja kwa moja, unatafuna inaenda, si ndio hivyo? Sasa na mwili katika uchakataji wake wa sukari inahitaji ule uchakataji wa polepole, yani mpangilio, si ndio hivyo? Kwa hiyo sukari ambayo imeambatana na zile nyuzi ndiyo inapokelewa kwenye mwili kwenye mpangilio. Kwenye upimaji wa sukari kuna kitu tunaita spike. Yani kwamba mwili ukiwa unapokea sukari inabidi ile grafu yake iende taratibu. Lakini pale ambapo sukari inapokuwa haina fiber inaingia ghafla, kwa hiyo spike inapanda moja kwa moja. Inapanda unaona, nadhani tumesha kuona zile grafu, unakuta kama kuna shida grafu inapanda yani kuonyesha jambo la dharura ni baya mno. Jambo la dharura. Sasa tukiangalia, kwa hiyo inatakiwa viache hivyo vyakula vya generated, yani kwamba vimekobolewa. Sasa ni vitaje kwa kawaida, hata msikilizaji wa kawaida aweze kuvielewa ni vyakula vya aina gani, vinakuwaje? Asante sana. Sasa asante sana, nadhani tukizungumzia hili pia msikilizaji ataelewa na baadhi ya tiba. Sawa. Vyakula ambavyo ni vizuri kwetu na kwa ile mgonjwa aliyepata kisukari ni vyakula ambavyo vina nyuzi. Naomba nichambue. Vyakula vya jamii ya mboga. Yaani mboga aina za majani zote, za kijani. Aina za majani zote. Kwanza hizo zina faida ya vitamins, ina faida ya protein, sio kwa kiwango kikubwa, ila vitamins, madini joto ambao ni muhimu sana. Yakiambatana na vitamin mwili unafurahia, kwa sababu kila vitamin ina madini yake joto ambayo yanasaidia mwili uyapokee. Natolea kwa mfano vitamin D inahitaji uwe na calcium. Vitamin A inahitaji uwe na magnesium. Kwa hiyo ni mfano, lakini pia kwa upande wa chakula tumie vyakula ambavyo havijakobolewa. Havijakobolewa kama vipi yani? Ninamaanisha kwa mfano kama ni ugali, tumia ugali ambao haujakobolewa. Yani ugali una maana kama mahindi yanakobolewa afu yanasagwa. Yanasagwa ila yasikobolewe. Yanasagwa ila yasikobolewe. Kwa hiyo yanakuwa yanaitwa dona. Leo hii tunapenda sembe, lakini ugali mzuri ni ugali wa dona. Na hii dona labda nitoe ushauri. Dona nzuri ni ile ambayo ina package yote, nikimaanisha ina protini umo, ina wanga ambao umedhibitiwa kwa sababu kuna nyuzi, lakini pia umo ina vitamini kwa kiwango chake, na umo ina mafuta kwa kiwango chake, ila target kubwa protein na nini na wanga. Na katika nafaka hizi ni vizuri kama una unga wako ambao unaenda kusongea ugali, ongeza mtama. Na mtama ukirudi kwenye utafiti, mtama unaonesha una uwezo mkubwa wa kudhibiti hata kansa.
Okay. Naomba mada ya leo sio kansa. Tutaiangalia, ila mtama una nyuzi za kutosha kiasi kwamba wanga unapokuwa unachakatwa kwenye mwili, ile nyuzi inaushikilia ili usiende kwa haraka. Kwa hiyo endapo ugali wangu ama unga wangu ambao nautengeneza nimeambatanisha na mtama, ninakuwa na faida kubwa sana. Okay. Kwa hiyo kama tunasaga nafaka tusifanye nini? Tusikoboe. Sawa. Sasa na kingine hapo, au ni hivyo hivyo? Naje katika ina matunda yake yale aina gani? Aha. Okay, nilikuwa naenda. Okay. Tunda mtu ambaye hana kisukari na ana kisukari asipendelee juisi ya tunda. Yaani juisi ya tunda, yaani hata matunda yale yakisagwa yote kwa pamoja, mfano juisi ya miwa tuchukulie kama juisi ya hata miwa, hata embe au hata labda chungwa. Okay. Chungwa menya vizuri, kula vile vipande. Okay. Faida ya kwanza, unapokuwa umekula vipande, kwanza ule kitu ambacho kati ya kitu ambacho mfumo wa mmeng'enyo unapenda ni kile kitu kinachoanza kumeng'enywa kuanzia mdomoni. Yaani mfumo wa chakula, ina maana unataka process iwe ya zaidi, so ifanywe na nje, inataka ianzie mdomoni. Kama ni mdomoni, kweli mdomoni. Kuna kitu kinaitwa kanuni ya asili. Sawa, nakuelewa. Magonjwa mengi yanatokana kwa sababu sisi tunavunja kanuni ya asili. Mungu amesema kwenye kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 104 mstari wa 13 ya kwamba Mungu amempa mwanadamu, amemeesha vitu kwa matumizi ya nani? Ya mwanadamu. Lakini pia anasema kwenye 139 na mstari wa 14, 130, naomba nisije nikakosea, 139. Naomba tutumie hii busara ya kimbingu ili kusudi tuweze kuelewa ni kwa namna gani ambavyo mwili wetu unafanya kazi huku ukiwa unatawaliwa na nguvu za kimbingu. Msikilizaji, naomba twende pamoja. Ni Zaburi 139 mstari wa 14. Naomba kusoma. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Kwamba Mungu namna ambavyo ametuumba kwa jinsi ya ajabu. Lakini huu ajabu unakuwa unaenda vizuri endapo na sisi tunafuata kanuni za asili. Kanuni za asili, kwa nini tumewekewa meno mdomoni? Kwa ajili ya umeng'enyaji. Sisi tuna bypass. Tunataka kitu kimeng'enywe tumboni kabla ya wapi? Mdomoni. Sasa juisi, utasema mbona juisi inaanzia mdomoni? Inakaa muda gani? Maana mdomoni inapita tu, haiendi, yani kwa sababu inashafanywa hapo, imepita tu moja kwa moja. Utaniuliza maji vipi? Maji hiyo hatuhesabii kama chakula cha kutafuna. Hayo yameumbwa katika hali yake, haya na matumizi yake mengine. Kwa hiyo chochote ambacho kimeumbwa ambacho kimeitwa chakula ni lazima kipitie mchakato hatua kwa hatua. Kwa hiyo katika kudhibiti kisukari ni lazima turudi kwenye asili yetu. Okay. Kwa hiyo kama ni matunda, tunda limenywe, litafunwe, ndipo limezwe. Sukari yake haitakuwa na madhara yote kwenye mwili. Tukija kwenye mboga, kwa mtu ambaye tayari amepata maradhi ya kisukari, ni vizuri mboga katika kila chakula ambacho anaenda kula, ni vema akawa na kachumbari ya mboga mbichi. Yaani ile mboga mbichi kabisa imekatwa, kama ni spinach nakatwa hii. Kama ni spinach sana, naomba nistaje. Spinach, cabbage, sio kila mboga utaila mbichi. Spinach sana, cabbage, lakini pia kuna hizi
Hata majani ya maboga ndio majani hapana, majani ya maboga hapana. Hayo huwezi ukayala akiwa na miba ile. Kwa hiyo inaweza ikakera hata mdomoni. Lakini pia kuna hizi cauliflower na nyingine, lakini mboga ambazo zinajulikana sana ni hizi spinach, Chinese of course. Na Chinese nayo ni jamii ya spinach, cabbage. Na hivi hapa kachumbari yake unaweza ukaambatanisha humo na parachichi, humo ukaweka tango, humo ukaweka carrot. Nadhani kachumbari tunaielewa. Lakini chakula chako kiambatane na salad. Zinaitwa salad. Nini? Salad manake ni mboga ambazo zimetengenezwa, inaitwa kachumbari nadhani kwa Kiswahili. Sawa. Ila hiyo kachumbari hiyo na mboga ambazo zimefanya nini, zimekatwa. Na kitu kingine tumezungumzia cabbage, si ndio hivyo? Lakini naomba nizungumzie kitu kingine. Hichi kitu ni msaada mkubwa na nimeonyesha matokeo mazuri sana kwa wale ambao wana tatizo la kisukari. Mtu ambaye ana tatizo la kisukari aweke utaratibu huu. Kuna kitu kinaitwa enema. Enema ni juisi ambazo zinatengenezwa zikiwa na concentration, na maanisha hivi. Kwa mfano labda utanisaidia, juisi ambayo ni ya embe nzito. Kuna ile nzito na ile ambayo imeongezewa maji, si ndio hivyo? Sasa mimi namaanisha nzito ni kabisa, hajaongezewa chochote. Sasa hii enema itakuwa na mambo yafuatayo. Tutahitaji limau 4. Ukikosa limau tumia ndimu, ila ukipata limau itakuwa vizuri sana. Utahitaji limau 4. Alafu pia utahitaji nusu lita ya maji. Kwa limau 4 utakamulia kwenye nusu lita ya maji. Hii kunywa mara 2 kwa siku. Asubuhi umeamka, umefanya mazoezi yako, na kwa sababu kisukari naye inahitaji huo unapata hewa ya oksijeni ya kutosha. Oksijeni ni muhimu sana, kwa sababu oksijeni ndio inachakata ama inaratibu mchakato wa glucose. Lakini uwepo wa oksijeni inaongeza kinga ya mwili. Kwa hiyo hii enema ambayo tumesema inakuwa na limau 4, limau au ndimu 4, ila mimi napendekeza sana limau na maji nusu lita. Inabidi mgonjwa ama mtumiaji anywe asubuhi baada ya mazoezi, lakini anywe pia na jioni kabla ya chakula cha jioni. Sasa hiyo ni upande wa matibabu au vyakula? Ni matibabu. Hapo naambatanisha vyakula na matibabu. Ila kwa hii niliyoisema hii ni matibabu. Hii enema ni matibabu. Matibabu. Kingine kwenye swala zima la matibabu tumesisitiza mazoezi. Mazoezi na yenyewe yafanyike katika kitu kinaitwa outdoor, sio ndani. Tunakosea sana kufanyia mazoezi hizi gym za ndani. Hata vioo vyote vimefungwa, unawashiwa AC, unaambiwa unafanya mazoezi. Kila baada ya muda ukienda kufanya cross check mwili wako unashangaa bado hamna mabadiliko. Kumbe kuna tofauti yule anayekimbia kwenye mashine na yule anayekimbia kwa kwenda barabara kwa barabara. Kuna tofauti. Na ndio hapo tunakuja kwenye ile inaitwa ni law of nature. Yani kwamba asili ina mambo mengi na ina faida kubwa, kwamba huyu ni kama anauigizia mwili. Kile kifaa kinakimbia, eti unakimbia pale unasema ninakimbia. Pale unauigizia mwili, inabidi ukimbia umove. Sio unakimbia unabaki pale. Kuna mahusiano makubwa kati ya force of gravity. Force of gravity inamaanisha ni ule mgandamizo wa kufanya vitu visitoke duniani. Sawa? Kwa mtu anavyokuwa anakimbia, yani mwili mzima unaguswa. Kila seli ya mwili inaguswa kiasi kwamba kama ni kinga, kila seli inapata kinga sahihi. Na maisha akiwa anakimbia kabisa, anaona kabisa anakimbia, macho anaona, ubongo unajua kila kitu, fahamu yake yote inajua. Lakini pale hata pia kukimbia anaona asili, miti anaiona, lakini pia hewa anavuta ya kutosha. Na kwenye kukimbia na shauri mtu asikimbie pembeni ya barabara. Pembeni ya barabara tunaona kuna magari yanapita. Magari yale hayatumii maji, yanatumia petroli. Petroli inapochomwa moshi unatoka. Sasa wakati unapokuwa unakimbia mwili unavuta hewa nyingi.
Kwa unakuta umevuta hewa chafu ukijua umevuta hewa safi. Kwa tafuta sehemu ambayo unajua kabisa hamna msongamano wa magari, fanya mazoezi yako. Okay. Nimeweza kujifunza kitu kikubwa sana na pia nimeona kule kuna ukweli mkubwa sana, kwa sababu yule anayekimbia kwenye mashine anajipumulia mwenyewe na hewa anayoivuta na kuitoa zipo karibu sana pale, lakini yule anayekimbia upepo unapiga huko anakimbia huko na kingine asikimbie kwenye barabara. Kwa ni sehemu zipi za kukimbilia ambazo ni nzuri taja? Sehemu za kukimbilia, moja ya sehemu nzuri kama upo maeneo ambayo ni beach. Ni vizuri sana sababu pia hata ile kutoa mguu kwenye mchanga inaufanyisha mazoezi. Hiyo tunaita ni rebound. Mwili unakuwa kila sehemu inagusa. Lakini kama una hiyo sehemu, unaweza ukaangalia hata maeneo ambayo ni ya wazi. Yani kuna baadhi ya maeneo hata kama mtani kuna viwanja vya mpira. Ndicho nitaka kuzungumza. Unakimbia kwa kuzunguka kile kiwanja cha mpira. Lakini jitahidi sana wewe ambaye unahitaji kufanya mazoezi, ujitahidi kukaa mbali na sehemu ambazo zina msongamano na hizi gari ambazo Sasa kama tunatoka kidogo lakini hatutoki. Sasa nataka kujua kwenye kukimbia hapo kuna utofauti na kuruka kamba? Kukimbia na kuruka kamba kuna utofauti kwa sababu ni mazoezi ambayo yanafanyika katika hali mbili tofauti. Method inamaanisha katika mbinu ni tofauti, lakini yote yana faida kwenye mwili. Basi kuna tiba nyingine ambayo ipo kwenye mgonjwa wa kisukari? Kitu kingine katika utaratibu wa maisha ni vizuri kulala kwa wakati. Moja ya kitu ambacho kinaufanya mwili kufanya kazi vizuri ni kulala kwa wakati, japo tuna overlook, yani hatukizingatia. Kwa hiyo kushindwa kulala kwa wakati ndiko kunakuja kuleta kitu kinaitwa hormonal imbalance. Kutokubalance kwa nini? Kwa hormone. Na kutokubalance kwa hormone unamsababisha mtu, kwa mfano kuna hormone mbili zinazohusika na shibe na njaa, ghrelin na leptin. Ghrelin yenyewe inauambia mwili bana, sasa nina nini? Nina njaa. Leptin inauambia mwili sasa nimeshiba. Hiyo ni asili. Sasa hizo homoni mbili zinakuwa na utendaji kazi mzuri endapo mtu anapata usingizi wa kutosha. Katika namna gani? Mungu alivyoumba mwili wetu ameuwekea saa ya ndani. Saa ya ndani. Yaani ndio maana masaa nje tunayoona, lakini hapo masaa ya ndani. Vipi? Kuna saa ya ndani ambao hii saa ya ndani, kwa nini nimeita saa ya ndani? Ni kwa sababu tuna kiungo kadogo sana size ya njegere kapo kwenye ubongo, kanaitwa pineal gland. Kale ndiko kanaratibu mfumo mzima wa homoni zinazohusika na usingizi. Homoni zinazohusika na usingizi kuna melatonin. Melatonin ndio giza likiingia inauandaa mwili kwenda kufanya nini? Kulala. Na hii melatonin inaanza kuzalishwa kuanzia inaanza kuzalishwa taratibu, lakini inakuwa kwa kiwango kikubwa kuanzia mida ya saa 6. Ile ikifika tu saa 4 kamili inaanza kuzalishwa melatonin. Kwa muda saa 4 melatonin inaanza kufanya kazi ile ya usingizi. Na melatonin ikifanya kazi vizuri, homoni zote kwenye mwili zitafanya kazi vizuri, kwa sababu homoni moja isipo balance ina disrupt, kwa sababu mfumo wa homoni yani una ile nani yake, structure yake kwenye mwili. Kwa moja ikiharibu taratibu, ukiwa na mwendelezo itapelekea na nyingine mfano nini? Kuharibu. Ndio maana unaona watu wengi gym trainer wanapowafanyisha watu mazoezi wanawapangia na muda wa kulala. Sasa najiuliza msa muda wa kulala kati na mazoezi una shida gani? Mtu anaweza ukakesha ufanye mazoezi usiku, wanakataaga gym trainer. Ila wanafanyaga tu kulingana watu wanakosa muda labda. Kumbe kuna umuhimu sana katika usingizi. Gym trainer of course wana mimi na waheshimu. Kuna baadhi ya ufahamu ambao wanao ambao ni muhimu, japo wanahitaji baadhi ya vitu ili kusudi waendelee kuwa vizuri. Na of course ukiangalia hicho nilichokuwa nakizungumza, kwa mtu akipangilia ratiba zake saa 4 ikamkuta kitandani,
huyo mtu atakuwa anasababisha homoni zake kiujumla kuwa katika balance, kwamba mwili wetu ulivyoumbwa, ikifika tu saa 4 inabidi ile homoni inayokuambia ulale iwe imezalishwa. Kwa sasa ikafika saa 4 na wewe hujalala, manake unaenda kuleta kuto kubalance. Kwa hiyo unailazimisha ile homoni isifanye kazi kama inavyotakiwa. Ndio unakuta muda huo mtu anapiga sana miayo nini? Miayo. Ikifika huo muda nadhani mwili wenyewe unakwambia. Hiyo ndio tunaita kanuni ya asili. Nikisoma kitabu cha Isaya 24:24 inasema kwa nini tunapata maradhi na magonjwa mbalimbali hii dunia? Ni kwa sababu tumeziasi sheria. Kabisa inasema hivyo. Sasa mtumishi, kuna kingine hapo cha kunanilio sasa tumezungumzia tiba, lakini samahani msikilizaji, utanisamee, sijazipangilia vizuri, ila ni katika namna ya kuweza kuelezana kuhusiana na namna gani tunavyoweza kupambana na kuepuka huu ugonjwa. Lakini kitu kingine, unywaji wa maji. Maji ni kitu muhimu sana kwenye mwili, kwa sababu tunajua zaidi ya 70 ya mwili wetu unahitaji maji. Kwa hiyo unywaji wa maji katika utaratibu mzuri utakusaidia sana kuweza kupambana ama kuepuka ugonjwa wa kisukari. Sasa samani, kabla siendelee nikukatisha kidogo. Kuna baadhi ya chupa za maji zinaonyesha grafu ya umri wa maji na lita za kunywa kwa siku. Ile grafu iko sahihi? Tusisubiri kupangiwa grafu, ila isipokuwa kwa mtu mzima tujue nini tunapaswa kufanya kwa kulingana na mchakato wa mwili wetu. Mwili wetu kwa siku, figo zinatumia lita 2 lita 2 ya maji kuweza kuchakata uchujaji wa damu. Kwa sababu damu lazima ichujwe ili kusudi damu ni ile inazunguka. Na mwilini kwa makadirio tuna takriban lita 5. Kwa hiyo hizi lita 5 kwenye moyo kwa mwaka imepigwa hesabu kwa mwaka mzima. Moyo kwa sekunde moja. Moyo kwa dakika moja, samahani, sije nikakuchanganya. Moyo unasukuma zaidi ya mils cc 370. Mils cc ni nini hiyo? Centimeter cube. Yani hii inamaanisha huwa tukichukuaga, simaanishi tu soda, ila tukichukua ile soda utakuta imeandikwa 250 mils, maana yake ujazo wake. Kwa moyo kwa dakika moja unasukuma damu yenye ujazo wa zaidi ya 370 mils. Ni nyingi sana. Hiyo ni kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Ni mils 300? 370. Aisee, ni nyingi sana, ni nyingi vibaya mno. Sasa kwa hiyo kwa sababu hii damu inasukumwa, inabidi damu ipeleke kinga, ipeleke chakula na ipeleke madini na kila kitu kwenye mwili ikiwemo na vitamin, si ndio hivyo? Sasa ili ipeleke hizi vitamin, kuna sio hivyo tu, lakini pia kuna taka mwili ambazo zimezalishwa. Kwa hiyo ni lazima ipite kwenye figo ichuje taka mwili ili damu ipite ikiwa safi. Kwa hiyo figo ili kufanya uchujaji, ndio kama leo tukiwa tunajaribu kuchambua mchele ili tupate mawe, tunaweka nini? Mawe yabaki chini tupate mchele, si ndio hivyo? Kwa hiyo hata figo ili iondoe vile ambavyo havihitajiki inahitaji maji, na kwa siku inahitaji lita 2. Kwa hiyo kama lita 2 peke yake zinatumiwa na figo, maana yake inabidi tunywe zaidi ya lita ngapi? Zaidi ya lita 2. Zaidi ya lita 2. Kwa hiyo kwa ushauri wangu isipite siku hujanywa lita 2.5. Sawa. Basi asante sana mtumishi. Kuna kingine hapo? Kuna vingi. Vitaje vyote kwa sababu lengo ni kutaka kupona na kujua msikilizaji. Kwa hiyo kama utaona hujaishia sehemu, ishia, usikize kwa makini, usikize kwa kuchoka, kwa sababu tunataka kufuata matibabu kamili ili tusiwe na maswali mengi huko mbele, kwa sababu hizi ni tiba za asili na Mungu, kwa uwezo wa Mungu utapona. Tuendelee msomi. Mimi labda nitoe ushuhuda, lakini sio kwa lengo la kumvutia msikilizaji. Lengo langu ni kuweza kutoa elimu. Ni kwamba watu wengi ambao tumekuwa tukizungumza nao kuhusiana na kisukari na tukawapa huu utaratibu ambao ninauzungumza, wengi wamesaidika. Na wengi wamerudisha shukrani kwa Mungu. Sisi tupo tayari muda wote, kwa sababu
sio ya kwetu, ila tumepewa na Mungu ili na sisi tutoe bure. Tumepewa bure, tunatoa bure, na ndio maana tukasema tukae tuweze kulijadili. Sasa kitu kingine kwa mtu mwenye sukari, lakini mama mjamzito hatotumia, ni aloe vera. Aha, aloe vera unafanyaje? Asante sana. Aloe vera naweza nikasema ni moja ya mti ambao hupaswi kukosa nyumbani kabisa. Hata mimi kwangu nimepanda hapa majuzi, najivunia kwa hiyo. Sasa aloe vera, labda nitaje faida zake. Aloe vera unapokuwa nao nyumbani, kama kuna tatizo lolote la ngozi, tumia. Unatumia kwa kupaka kama kupaka? Kwa kupaka. Ila kwenye ngozi paka ule utomvu ule mwenyewe wa kijani. Nadhani kuna utomvu unadondokaga, achana ule wa katikati. Ukikata tu kuna ule utomvu unadondoka. Ule paka. Lakini kwa matumizi kwa mtu ambaye ana kisukari, huyu mtu anaweza akasaga juisi ifuatayo. Nimekuambia usinywe juisi, lakini kuna juisi ambayo ndani yake inakuwa na nyuzi. Ndio. Na hii juisi inaweza ikawa na vitu vifuatavyo. Utachukua ule ute mweupe wa aloe vera. Usiweke ule mchungu. Kwa hiyo utakata vizuri, utatumia kijiko, utakwangua ule mweupe. Utakwangua angalau, unaweza ukakwangua ujazo wa vijiko hata 15. Okay, naomba niweke sawa hapa kwa msikilizaji anatusikiza. Ule aloe vera ukiichukua, ukiukata unataka utomvu ule ambao ndo mchungu zaidi. Lakini ukikata kwa bapa hivi, unakuwa na nyama zile. Nyeupe kabisa kama maji nzuri, lakini nazo zina uchungu vile vile. Kwa hiyo zile ndo unazozizungumzia. Akikata na kijiko, labda nikusahishe, zile hazina uchungu kabisa. Labda kama umekata vibaya. Labda itakuwa nilikata vibaya. Hazina uchungu kabisa. Hazina uchungu. Ni juisi nzuri. Na hata kama una kisukari, ni juisi nzuri sana. Kwa hiyo juisi hii itakuwa na hizo nyama, tumesema vijiko 15, lakini pia utahitaji nusu ya kipande cha tango. Lakini pia utahitaji size ya kidole gumba cha tangawizi. Tangawizi size ya kidole gumba. Hivi vitu vyote vina faida sana kwenye kudhibiti, vina tiba ambavyo vinatibu kisukari. Kwa hiyo juisi yako itakuwa na hivyo vitu, ila kwenye kusaga, natoa tahadhari, kwenye kusaga hakikisha hauchuji. Yani kuna wengine wanasaga afu wanachuja, anataka mawe kama juisi ya miwa anataka. Lengo upate zile nyuzi. Nyuzi zile muhimu. Kwa kisha saga na kwa kama ilivyo anaitumia hivyo. Kwa hiyo hii juisi tumia asubuhi na jioni. Tumia, naomba kwa uhakika utumie mwezi mzima. Utapata matokeo mazuri sana. Kwa uwezo wa Mungu. Ndio. Kitu kingine katika uratibu wako, maisha yako ya kila siku, hakikisha haukosi mboga ya mchicha. Mboga ya mchicha inaitwa Amaranthus caudatus. Hiyo ni jina la kisayansi. Sasa Amaranth nadhani ndio Kiingereza, lakini kisayansi ni Amaranthus caudatus. Hii nayo ina tiba kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Lakini ikiwa na mchanganyiko wa cabbage na majani ya maboga pia itakuwa nzuri zaidi. Na kitu kingine, kuna kitu kinaitwa cayenne pepper. Cayenne pepper. Hii ni pilipili, nadhani tunaionaga hadi masokoni. Wanaita pilipili za Kihindi. Ndefu hivi. Ndefu alafu nyekundu. Ikiiva inakuwa nyekundu. Japo sokoni utakuta hata za kijani, si ndio hivyo? Sasa hii ukiweza kupata unga wake, hii cayenne pepper, ukiweza kupata unga wake na ukawa unakula kwenye chakula. Samahani sasa, maana hapo mtumishi, najua tumetoka mbali, kila unachonifanyia mimi nakifanyia majaribio. Ile cayenne pepper nisha kuichukua, nikaikausha, afu nikaitwanga, lakini nikaona ngumu kusagika. Unasagaje upate unga wake? Asante sana. Sasa ile katika kusaga kwake, kwanza kabisa wakati wa kuanika, inabidi uichane, uikate. Vipande vidogo vidogo. Sawa? Kwa hiyo na kwenye kukauka kwake, kama ni kwenye jua, anika mara ya kwanza. Baada hapo unaweka sehemu ambayo hata kama ni nje, ila jua halifiki moja kwa moja. Au kama unaanika kwenye jua, anika kwenye jua la asubuhi na jioni. Maana yake isizidi saa 6. Na ile jioni kuanzia saa 9. Japo siache ikaingia umande. Si ndio hivyo, itakuwa na shida.
Faida ya jua la asubuhi ni kwamba katika namna ya ajabu kuna namna inajitengeneza vitamin D kwenye kile ulichokianika. Na faida nyingine nyingi kwamba kwenye Cayenne kuna viini-tiba. Kwa vinakuwa activated, yani vinawekwa katika yani vinakuwa standby, vinawekwa katika hali ya standby. Kwa hiyo sasa akishaanika hapo sasa ile jua inakauka na kuaje afa naendeleaje na hiyo process? Kisha anika unahakisha kabisa na kwa uzoefu baada ya siku 7. Kisha anika baada ya siku 7, lakini inafuatana na aina ya jua. Muda mwingine jua likiwa kali, baada ya siku 4 unakuta imekauka vizuri, unaitwanga. Kama una blender unasaga. Kwa hiyo ukisha saga unapata unga wake, unakuwa wakati wa kusaga unatoa unachekecha, unarudisha, unasaga, unatoa unachekecha. Na unga wake unakuwa na muonekano gani ili ajue kabisa umeshakuwa unga wa Cayenne? Huu unakuwa ni mwekundu kama ilivyo rangi yake. Sasa hii Cayenne ina faida nyingi sana. Na kwa utafiti hii ikitumika vizuri inaweza kutibu hata tatizo la pressure. Pressure ya juu. Lakini pia ikitumika vizuri hata tatizo la stroke linaisha. Ndio kuna daktari mmoja anaitwa Barbara O'Neil. Yeye aliwahi kumsaidia mtoto, alikuwa anatoa ushuhuda. Aliwahi kumsaidia mtoto aliyepata stroke ya ghafla kwa kumtengenezea ile Cayenne kwenye maji. Alichukua nusu kijiko cha chai akakorogea kwenye maji, wakati amepata stroke akamnywesha. Ndani ya dakika 10 huyo mtoto alikuwa anakimbia kana kwamba hakuwa na tatizo. Sasa ina maana ule unga wake kumbe unaochukua unawatia kwenye kijiko kiasi gani labda na maji? Sasa Cayenne pepper inafuatana na wewe uwezo wako. Kama unaweza kustahimili kijiko cha chakula haina shida. Nataka nikuulize hapa ndugu yangu, sinawasha sana inakuaje sasa ile? Hapana, Cayenne pepper ni tofauti na chili pepper, pilipili kichaa. Basi umenifungua jambo hapo. Mimi nilikuwa nachanganya pilipili kichaa na Cayenne. Kumbe kichaa ndio inawasha Cayenne. Cayenne ile hatuwezi kuita mwasho, kwa kitaalamu wanaitwa ni tingling, yani kwamba inakuwa kama hali ya kuamsha, inaleta kama tangawizi. Kama tangawizi inaleta hali ya kuamsha mdomoni, ila haiwashi. Pilipili inayowasha manake hata kwa mwenye vidonda vya tumbo inakuwa na shida, ila Cayenne pepper cha ajabu inatibu vidonda vya tumbo. Hii Cayenne ni kitu muhimu sana. Ni kitu ambacho upasi kukosa nyumbani. Kwa hiyo Cayenne pepper ukiwa umeweka utaratibu wa kila siku wa kuitumia kwenye chakula itakusaidia kubalance sukari yako, na faida kubwa ni kwamba inachochea zile cells ambazo zinahusika na kuzalisha insulin, inasaidia kuweza kuzijenga upya, kwa sababu mara nyingi zile zinakuwa uwezo wake umepungua, ndio maana zinashindwa kudhibiti sukari. Kwa hiyo inasaidia kuziamsha. Kwa hiyo kukiwa na muendelezo, huyo mtu ataenda anapona, atajikuta amekaa sawa. Kwa hiyo uwezo wako mtu anategemea ni vijiko viwili au vingapi? Sasa nataka kwenye maji kiasi gani hapo? Sasa kama unataka kutumia kwenye maji, nimekupa utaratibu. Chukua nusu kijiko cha chai, lakini kama unaweza kuweka kijiko kizima na ukainywa isikupe shida. Cayenne pepper haina shida kwa sababu ikisha tibu kisukari pia inasaidia afya ya moyo. If you like, kuna kanuni moja ambayo inasema, mwandishi mmoja Ellen G. White alisema poor circulation brings poor health, kwamba mzunguko wa damu usipokuwa katika uzungukaji mzuri, damu isipozunguka vizuri, pia afya inazorota. Sababu damu tumesema imebeba kila kitu, package nzima. Tumesema si ndio hivyo? Huyu maana yake nini? Kwamba tunahitaji damu iwe na mzunguko mzuri. Sasa the best blood stimulant, yani hii inachochea damu kuwa na mzunguko, Cayenne pepper. Maana hapo sasa kuna watu wakitaka huo mzunguko wanaenda kukimbilia Viagra. Kwa hiyo inafanyaga kazi ya Viagra hiyo. Cayenne pepper, umeniambia kitu kizuri. Cayenne pepper endapo ikatumia vizuri, hata kwa wale ambao wana tatizo la nguvu za kiume, ina msaada mkubwa sana. Lakini tutapata muda tutalizungumzia hilo jambo. Basi tuende kwenye dawa nyingine, maana mambo ni makubwa na ni mazuri sana. Asili ni nzuri sana. Matumizi ya mdalasini.
Hii mdalasini ya kupikia pilau nini? Mdalasini huu tunaoona. Huu mdalasini. Kwa hiyo wewe, unajua ndugu zangu, Mungu alivyo, kwa kweli kila kitu ametupa. Na mpango wa Mungu ni kutatua matatizo ya mwanadamu kwa njia nyepesi. Hiyo Zaburi tuliyoisema 104 mstari wa 13 na 14, yeye anasema ametupa mimea, anaotesha mimea kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu. Usoma 22 Ufunuo sura ya 22 inakwambia kwamba na mti majani yake itakuwa kuwaponya mataifa. Sasa majani yana gharama gani? Sasa hii midalasini ambayo tunatumia, ukiwa unakunywa chai yake, lakini mimi nashauri kama ni chai, kwa sababu tumeona tangawizi pia ina msaada, weka tangawizi, weka karafuu na hiyo mdalasini, utakuwa na chai ambayo itasaidia kubalance sukari ya mwili. Hiyo chai inawekwa hivyo na kingine ama kinachowekwa hapo? Unaweka na asali badala ya sukari. Ila asali uweke kidogo. Weka kwa mfano kikombe cha chai, weka kijiko kimoja cha chai cha nini? Cha asali. Itakuwa na msaada mkubwa sana. Kitu kingine ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu. Hiki bwana mimi nakondaga simu nyingi nakikuta sana kwenye matibabu. Ikoje sasa? Kitunguu saumu kina kazi nyingi sana kwenye mwili, na kama tukiwa na muda ninatamani kizungumze kikiwa peke yake, lakini leo naomba nikizungumzie kwenye sukari. Hii kitunguu saumu nadhani ile harufu yake inawakera wengi sana. Sasa kama harufu inakera, Mungu hajatupa kitu ambacho kitatukera alafu tusiwe na mbadala. Kwa hiyo tunafanyeje? Kitunguu saumu inabidi kwa siku tumia punje 6. Kwa siku kitunguu saumu tumie punje 6. Kwa hiyo kwa siku mara nyingi tuna milo mingapi? Kwa asilimia kubwa izidi 3, kwa watu wengi izidi 3. Sasa ile milo ambayo inahusisha chakula kigumu, nikimaanisha wali, ugali, labda ndizi. Ndizi sio kigumu, lakini nikimaanisha kile chakula cha kupikwa. Sasa wewe umeshindwa kuzila zikiwa mbichi, si ndio hivyo? Unaweza ukagawana mara 3 kama una milo yako yote ina chakula kigumu. Lakini kama ni milo miwili ni chakula kigumu, utagawana mara 2. Kwa punje 3 labda ni asubuhi, punje 3 mchana. Si ndio hivyo? Kwa utakata vipande vidogo vidogo, alafu utamimina juu ya chakula chako. Kwa maana tuhakishe mwili unapata kila siku punje ngapi? 6. Hizi hapa zitakusaidia mambo mengi sana, ila jambo kubwa tunalizungumzia ni kisukari. Itakusaidia kuweza kudhibiti sukari ya mwili, kwa sababu lenyewe pia kitunguu saumu kina viini-tiba ambavyo vinaenda kugusa moja kwa moja kongosho na kuiletea uwezo wake ambao umepotea kwa sababu ya madhara ya huko nyuma. Sasa ni mambo ya mazito. Yaani hivi vitu tunakaa napo mtaani, lakini tunavipita sana kwenye magari yetu. Tunaenda kutafuta kwenye hospitali huko na mwisho siku ni hivyo. Kingine kitu kingine, kuna kitu kinaitwa ni cactus. Nadhani tunazijua cactus. Nini hiyo message? Cactus ni miti fulani ambao ukuaji wake, ile miti haina stem tunahitaji. Haina nani? Mpini tuseme. Mche, si ndio hivyo? Mfano kama unapoota vile passion. Labda msikilizaji naweza akamuonesha hapo cactus. Cactus nimuoneshe. Cactus au ndio catalyst hapa naona ipo. Lakini ili ni hii hapa naona ina jina jingine la kisayansi. Ndio. Haunaga matunda? Una matunda. Una matunda, ila inakuwa ni jani juu ya jani, linakuwa jani juu ya jani, jani juu ya jani. Na ni majani magumu ambayo kama yana miba. Ni jamii kama ya aloe vera, ila lenye ni jani juu ya jani ila hapa. Basi nimeufahamu, wanaita mtopetope. Sio mtopetope. Uangalie vizuri. Mtopetope ni kama jamii ya mstafeli.
Hii ni cactus, inakuwa ni ua linakuwa jani, linakuwa juu ya jani. Inakuwa na matunda mekundu. Ina maana sio mtopetope huu? Sio mtopetope. Lakini mtopetope unaojua? Mtopetope naujua na una faida zake nyingi. Ule pia unaimarisha afya ya moyo. Okay, basi msemaji utaangalia na utatafuta. Unaitwaje hapo? Cactus. Hata ukiandika tu Google cactus utauona, ni mti maarufu. CACTUS. Ukiandika tu Google unauona vizuri. Unatumiaje sasa huu? Sasa hii cactus unavyotumia ni kwamba unachukua ile jani, nusu yake unailoweka kwenye nusu lita ya maji. Kwa hiyo haya maji utatumia siku nzima, asubuhi, mchana na jioni. Hii cactus imeonyesha uwezo mkubwa sana wa kudhibiti sukari. Unapokuwa unatumia, lakini mimi nasisitiza jamani, chakula na maisha yetu ya kila siku ndio chanzo. Kwa hiyo wakati unatumia usije ukashindwa kupata matokeo, kumbe mtindo wa maisha hujabadilisha. Kwa hiyo hii juisi utaigawa, nikiita juisi wengi watachanganyikia, ila ni shoti ni juisi, si ndio hivyo? Juisi tiba. Kuna juisi lishe na juisi tiba. Hii juisi tiba utatumia asubuhi, maanake utaigawanya mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Nenda nayo baada ya siku 14 nenda upime. Inakuwa tayari inaanza kubalansika au inakuwa? Naomba msikilizaji uwe mwaminifu, ukipima uturudie, tupe matokeo. Amina, kwa ili Mungu mwenyewe akushuhudie. Umshuhudie Mungu. Kingine ambacho naweza nikakizungumzia, kuna kitu kinaitwa sasa sijui kama kinafahamika. Kuna Mexican poppy na milk thistle, lakini hizi unaweza ukaenda ukazigugu. Mexican poppy na milk thistle. Mexican poppy na milk thistle. Labda thistle nitaje, ni THISTLE. Milk thistle. Hii zote utatumia mizizi yake. Mizizi yake unakusanya size ya kiganja. Unachemsha chai yake kwenye maji nusu lita. Napendelea nusu lita kwa sababu inakuwa nzito. Hii utakunywa asubuhi na jioni. Mtu wa kisukari ina matokeo makubwa sana. Lakini pia hii milk thistle kwa mtu mwenye shida yoyote ya ini, na tunajua kisukari pia inaathiri mpaka ini. Shida yote ya ini, milk thistle is the best. Ila kwenye ini kuna vitu 4 ambavyo kwenye tiba vimetajwa. Kwanza ni limau. Limau na ini vimeitwa ni sweet hearts. Wapenda nao. Sasa wanasema inakata damu, ila sio ukweli. In short, limau ndio inasababisha damu kuwa safi. Sababu yenyewe inaleta ile, inaondoa hali ya acid na kuleta hali ile ya neutral na nani, yani inaweka kwenye pH yake nzuri. Kwa hiyo limau na ini tumesema ni wapenda nao. Sasa wapenda nao kweli si wanasaidizana, si ndio hivyo? Lakini pia tangawizi kwenye ini ina vinitiba 8. 8 ni mchezo? Ni vingi sana. Silaha, yani kama ni silaha unazo 8, manake ni wewe umejiami kweli kweli. Kwa hiyo ina msaada mkubwa kwa ini kwa vinitiba 8. Kitu kingine ni milk thistle. Na kitunguu saumu. Sasa asante sana dokta, na mimi tumejifunza mengi sana. Sasa nadhani kama kuna mengi nadhani unayo hapa ya tiba. Sasa nataka niseme tu kwamba kama mtu mwingine atakuwa hajatosheka na haya, anataka kujifunza mengine zaidi na zaidi, unaweza ukataja namba yako ya simu, kisha atakutafuta mwenye kwa muda wako na muweze kuongea. Namba yako ya simu taja. Na labda kabla sijataja namba ya simu, nisisitize ya kwamba tunapatikana. Lakini ukipata huu ujumbe, andika comment yako, tutaisoma na tutaijibu. Na andika kile ambacho ungependa tufundishe, tutajibu. Tunawapenda sana. Namba zetu ni, namba yangu ni 0769773731. Narudia 0769773731. Jina naitwa Aaron
Odilo Karugaba. Okay, basi malizia kwa neno moja la kumtia moyo mtu ambaye tayari anauma kisukari kwamba uwezekano upo wa kupona kwa haya. Naomba nimtie neno kwa kutumia fungu la Biblia. Wapendwa, tumeumbwa na Mungu, kwa hiyo imani yetu ni vema tukaweka kwa Mungu. Fungu nilipendalo Yeremia 30 mstari wa 17. Mungu ametupa ahadi hii. Kwa wakati ambapo msikilizaji, unapokuwa unafanya chochote kinachohusiana na tiba, kumbuka hii ahadi ya Mungu. Ukipata hii ahadi, kuwa na matumaini ya kwamba Mungu alichoahidi hakika atatenda. Narudia Yeremia 30:17. Maana nitakurudishia afya. Ahadi Mungu ametupa. Nami nitakuponya jeraha zako. Tena inaongezea, nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Huyu ni Mungu mwenyewe ambaye amesema. Kwa sababu amekuita mwenye kutupa. Dunia itakutupa ila Mungu hawezi kutupa. Wakisema ni Sayuni, akisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Kumbe mtu asipokutaka, Mungu anakutaka. Ni ahadi ya Mungu. Naombe niwaachie hilo neno. Mungu awabariki sana. Amina. Kama unatembea channel yetu kama mara ya kwanza, tafadhali subscribe, pia usisahau kulike, comment na kushare ili wengine wapate, na Mungu atakubariki sana.